Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo kawaida yetu, tukiwa katika muendelezo wa darasa zetu wa ukumbusho wetu, ama leo tutaangalia hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo inasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Sadaqa Rasulullah. Katika hadithi hii yapo mafunzo mengi ambayo yanapatikana. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu, mtu mwenye akili ni yule ambaye mwenye kuihesabu nafsi yake, wa amila lima ba'da al-mauti, na akayafanya matendo ambayo yatakayomsaidia baada ya kufa. Kwa maana yule mtu, tujue kwamba mtu huyu ni mwenye kujitambua, ni yule ambaye ameweka mipango, ameweka mikakati, michakato mbalimbali ya kuhakikisha kwamba anafikia malengo ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumcha Mwenyezi Mungu ambako utampelekea yeye apate mafikio mazuri. Kwa maana kuyapata mafanikio ya akhera, mafanikio au mafikio mazuri, ni mchakato ambao unatakiwa uwe ni wenye kupangiliwa, sio bahati mbaya. Kwa maana sio tu kwamba mtu akawa tu anakaa alafu vitu vikawa vinaenda wenyewe. Hapana, kitu kama hicho hakiwezekani. Katika vitabu mbalimbali vya watu ambao walikuwa wakifundisha namna nzuri ya taaluma za kuwekeza kifedha, taaluma za kidunia, namna gani mtu ataboresha maisha yake na kuondokana na umasikini, vitabu hivi alhamdulillah nilikuwa nikifuatilia. Katika vitabu hivyo nikaona katika moja ya kitabu zimeandikwa mpaka tabia ambazo kwenye kitabu hicho zikaitwa tabia za kitajiri. Tabia hizi za kitajiri ambazo tajiri anaishi nazo ili apate mafanikio ya utajiri wake. Lakini pia zipo tabia za kimaskini ambazo tabia hizo maskini anaishi nazo zinampelekea yeye anaendelea kuwa ni mtu wa chini na kuwa ni mtu duni. Ndani ya kitabu hicho ukiangalia na jinsi nilivyokisoma, nilivyochunguza, nikaja kuona kwamba yule maskini amekuwa ni mtu ambaye mwenye kuishi maisha ya kutaka mambo tu, vitu vijiende wenyewe tu. Akiamka mambo atakavyokuwa ndio hivyo tu. Haweki akiba ya pesa, atafuti njia za kuingiza kipato, na wala akipata hicho kipato ambacho yeye anakipata kwa bahati, akipangilii michakato kama nikitumie vipi ili kiweze kuendelea. Tabia hii ni tabia ya kimaskini. Sasa nilivyokuwa ninasoma nikawa nahusisha na upande huu wa elimu yetu hii ya kidini. Nikihusisha ninagundua kwamba tabia hii ya kimaskini hii sio tabia ambayo kwamba ndio ipo kwenye dini. Kwa sababu dini inakutaka uwe na michakato. Kwa sababu dini hiyo pepo tu yenyewe ambayo umeelezewa hautoipata kwa bahati kwamba tu ukae tu uipate pepo. Hapana. Na ndio maana ayati mbalimbali zinatuhimiza tunaishi, lakini utakuta ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Yenye ambao mmeamini, mcheni Mwenyezi Mungu na nafsi itazame kwamba kitu gani imefanya kitu hicho kitakachomsaidia kwa ajili ya kesho. Hii ndio mipango sasa, ambao hata kwenye masuala ya dunia wanafundisha kwamba wekeza leo ikufaidishe kesho. Kumbe tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani alishasema kwamba amali zako hizi ambazo unazifanya hizi zitakusaidia yaumul akhira huko zitakusaidia. Kwa hiyo utakuta kwamba Uislamu unamtaka mtu aishi kwa mikakati, unamtaka mtu asiishi tu kwa bahati tu. Hata utakuta kwamba miongoni mwa tabia hizo ambazo tajiri anakuwa anaishi nazo
ni tabia za kuwekeza, akipata mtu anakipata. Wameeleza sana kwamba mapato ambayo anapata atumie yote, anagawanya kwenye asilimia kwa akiba, asilimia kwamba pesa yote ambayo inaingia. Na alhamdulillah, ni mwenyewe binafsi baada ya kusoma vitu kama hivi nikawa natumia baadhi ya njia nazitumia katika maisha yangu, kwamba pesa yote ambayo unaipata, hata kama umpata shilingi 10,000 usiitumie yote, kuna asilimia pale za kuweka. Lakini wenyewe wanafundisha, wanakuambia kwamba usiweke zaidi ya asilimia 30. Kwa maana katika shilingi 10,000 ukasema kwamba unaweka nusu nzima, kwamba labda shilingi 5,000 ndio weke, hiyo itakuwa ni uongo. Hapo akiba hiyo hakuna. Kwenye shilingi 10,000 unaweza kuweka kuanzia shilingi 1,000, shilingi 2,000 mpaka shilingi 3,000. Alafu ile nyingine 7 yote ukatumia, au kwa shilingi 2,000 ikae tu kwenye akiba. Ni njia ambazo ukizifanyia kazi unaona matokeo. Sasa hii ni mifano ambayo ninakuwa naitoa kwamba wale watu ambao wanapeana taaluma za kidunia ili wapate kuendelea kwenye biashara, kwenye uwekezaji, ni njia ambazo wanakuwa wanazitumia. Tena mpaka madarasa yapo, masemina mbalimbali yapo ambayo yanawaelezea watu namna ya kutumia pesa, watumie vipi, mshahara wako kuipata ufanyaje, mpaka wafanya kazi wanaweka semina kwa namna gani mpaka wastaafu wale, ile ya kustaafu aifanye vipi ili asije kuwa ni mwenye kulia. Lakini je, wewe alikaji sumandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut,